Kama unataka kushika ujauzito, basi tumia siku hii. Siku hii itakuwezesha wewe kuweza kushika ujauzito kwa haraka sana. Kitaalamu tunaita siku ya mimba. Hello, naitwa Mr. Yusuf, ni mshauri wa afya, na siku ya leo nataka kushare na wewe siku ya hatari ambayo una uwezo kuitumia kuweza kushika ujauzito, hali ya kuwa kama umehangaika kwa muda mrefu pasipokuwa na mafanikio. So ni vyema ukatazama video hii mwanzo hadi mwisho ili kuweza kufahamu siku hiyo, na mwisho wa video hii nitatoa zawadi ambayo itaweza kusaidia kwa wewe ambaye umekuwa ukihangaika kwa muda mrefu kushika ujauzito bila mafanikio mazuri. So nisongee sana, tuanze kuzungumzia. So kuna kitu kinaitwaga siku ya mimba. Siku hii ya mimba, kila mwanamke ambaye amekamilika, ambaye anayepevusha, tukitofautisha na ule mwanamke ambaye anamuita tasa, huwa anakuwa na siku hii ya mimba. Lakini inategemea pia, kwa sababu ukiwa na changamoto, manake ni ngumu sana kuiona hii siku ya mimba. So katika video hii nitakuelezea siku ya mimba inakuwaje, na nitakuelezea namna gani unavyoweza kuitumia hii siku ya mimba kuweza kushika ujauzito kwa haraka sana na salama. So siku ya mimba ni ile siku ambayo yai linapevushwa, yani yai linatoka katika nje zake kuelekea karibia katika mfumo wa uzazi wa kwako wewe mwanamke, ili kuweza kusubiria yai ya kiume yaunganike kuweza kutungisha nini? Ujauzito. Hiyo ndio tunaita siku ya mimba, na mara nyingi huwa tunaijua kutokana na dalili, kwa sababu mwili wa mwanamke huwa unakupa ishara. Ukiweza kutazama mwili wako vizuri, unakupa ishara kwa sheria kukuonesha kwamba hii leo ni siku ya mimba au siku ya mimba inakaribia. Umeona? So mara nyingi unaweza kuiona kabla hata yai halijatoka, na huwa zinakuja kwa ishara tofauti tofauti, lakini nitakuzungumzia ishara kuu ambazo kila mwanamke huwa zinamtokea ili kuweza kufanya nini? Kujua siku ya mimba. Siku ya mimba, kitu cha kwanza huwa kinatokea ni joto la mwili. Joto la mwili wako linakuwa ni kali tofauti ya siku zote. Yaani siku hiyo kama mwenza wako akiwa karibu na wewe akikushika anaweza kwambia, mbona leo ni wa moto sana. So hiyo inaashiria ni kwamba upo katika siku ile ya hatari ambayo tunaita siku ya mimba. So maana yake huenda tayari ushaingia katika siku ya mimba, au huenda kesho yake unaingia katika siku ya mimba. So mwili wako kutokana na zile hormones za mwanamke inakupa ishara kwamba upo katika siku ya hatari. Na siku hiyo mara nyingi sana kama ukishiriki tendo na mwenza wako, anaweza kawa na enjoy sana kutokana na lile joto la mwili wako. Ndio tunaita siku ya hatari. Hiyo ni ishara ya kwanza, lakini haimaanishi kuwa imejitosheleza. Ishara ya pili, siku hiyo wewe unakuwa na hamu ya tendo kuliko siku yoyote ile. Yaani siku hiyo unakuwa na hamu sana ya tendo, na kama mwenza wako anakuwa yuko makini, unaweza ukajikuta unafanya vitu vya kuashiria kwamba unahitaji kushiriki naye tendo. Sasa ikiwa kama mwenza wako hana kile kujiongeza, ni mtihani sana, lakini mara nyingi inakuwa hivyo. So ukijiona siku hiyo ni wa moto au una hamu sana ya tendo, basi hiyo inaashiria kwamba wewe upo katika siku ya mimba. Lakini pia siku ya mimba kwa watu wengine inaweza kaja wajikuta kidogo maziwa yanavimba. So inamaanisha kwamba ni dalili, au nasikia maumivu kidogo kwenye chuchu zake. So inamaanisha kwamba yupo katika siku ya mimba. Huwa inamtokea, japokuwa inaweza kadalili zinatokea kipindi ambacho mwanamke anataka kuingia period, lakini kuna 50% zinatokea pia katika siku ya hatari. Sasa dalili kuu ambayo kila mwanamke inamtokea siku ya mimba huwa ni hichi hapa, kitu kinaitwaga ute wa mimba. Ute wa mimba. Sawa? Huu tunaita ute wa mimba, na hii ndio inayokufanya ujue kwamba hii ni siku yako ya mimba. Ute wa mimba unakuwaje? Ute wa mimba unakuwa ni ute fulani hivi, ni mweupe kama vile ute wa yai, na unakuwa unavutika hivi. Yenyewe sio kama maziwa, usichanganishe. Ukiona ute kama maziwa, hiyo ni tatizo la kiafya. Nenda hospitali kapime, jaribu kutumia antibiotics zisije kusaidia, tafuta njia mbadala, unaweza kupona. Zisije kusaidia, wasiliana na sisi, unaweza kusaidia na ukaweza kupona kabisa. Sawa? Lakini ute wa mimba unakuwa ni mweupe kama ute wa yai, ambao unakuwa unavutika, na wenyewe huwa unatoka automatically mwanamke bila hata kuandaliwa. So ule unatoka. Ule ute ndio unauwezesha wewe kushika ujauzito. Kivipi? Kwa sababu kama mwanamke upate ule ute wa mimba, hata kama unaingia katika period sahihi, ni ngumu kuweza kushika ujauzito. Kwa sababu kazi ya huu ute wa mimba ni nini? Kazi ya ute wa mimba kwanza ni kulinda mbegu za kiume zinapoingia katika uke, ili kutoharibika na ile asidi ambayo ipo katika uke wa mwanamke. Hiyo ni kazi ya kwanza ya ute wa mimba. Kazi ya pili ya ute wa mimba, inasaidia zile mbegu za kiume kuogelea kwa kasi sana kuelekea katika nini? Yai la mwanamke kuweza kufanya kutungisha ujauzito. So usipotoka na ule ute wa mimba, manake
Mbegu za kiume zikiingia, asilimia kubwa zinaishia njiani, zinatoka, lakini pia hata zikikaa zinaharibika na asidi, maana yake zinakuwa hazina uwezo wa kutungisha ujauzito. Ndio maana ni muhimu sana kuona uti wa mimba. So ikiwa mpaka sasa hivi katika mzunguko wako hupati uti wa mimba, basi hilo ndo tatizo la wewe kutoweza kushika ujauzito. Na hii inaashiria pia tatizo inaweza ikawa ni hormones zako hazijakaa sawa, au inaweza ikaelezea pia kutokana labda una infection aidha ya PID au una infection ya UTI au fungus, ndio inafanya uke wako kuwa mkavu na kuto nani. Lakini pia ukiwa na hormone imbalance, maana yake huwezi kupevusha mayai vizuri, so maana yake huwezi kutoa ule usawa wa mimba. So hii ndio siku ya mimba. So ukijiona siku hiyo joto lako ni kali na ukijiona una hamu sana na tendo na ukaona ute unatoka basi ni vizuri sana kumshauri mwenza wako ukashiriki tendo, na usikubali kushiriki tendo siku moja kwa sababu umeona leo. Hakikisha leo unashiriki tendo, hakikisha kesho yake unashiriki tendo, tena hata mara mbili. Kwa mfano umeshiriki leo tendo, hakikisha kesho asubuhi kabla mwenza wako ajienda kwenye mahangaiko yake, jitahidi kushiriki tendo, na akirudi mpumzishe kidogo, and then shiriki tendo, na kesho kutwa shiriki tendo. Kwa sababu gani? Unaongeza nafasi kubwa ya wewe kuweza kushika ujauzito, kwa sababu mbegu za mwanaume zinakaa ndani ya uke wa mwanamke kwa masaa 72. So manake ukipata mbegu za leo kwa mfano zikaribika labda kesho kutwa na ameshiriki naye tendo kesho kutwa, kuna zingine zinakuepo. So manake yai likisogea karibu ni rahisi kuweza kutungisha ujauzito. So ukiona dalili hizo, basi ujue hiyo ndio siku yako ya hatari, so unaweza kuitumia kuweza kushika ujauzito. Sasa basi, ikiwa kama uoni wa uti wa mimba na ni ngumu kujua siku yako ya mimba ni ipi, basi na habari njema, kwa sababu tuna suluhisho ambayo inaweza kukusaidia kuweza kupata uti wa mimba, lakini pia kujua siku yako ya mimba na kuweza kuitumia kuweza kushika ujauzito. So unachotakiwa kufanya, unaweza kuwasiliana na mimi hapo chini kupitia namba unazoziona, na kisha ninaweza kukusaidia and then kukupa ushauri, kwa sababu tuna package ambayo inaitwa Fertility Booster. Hii ni package ya uzazi. Package hii ukitumia kama una changamoto ya hormones imbalance, itakusaidia hormones zako kukaa sawa, lakini kama una infection yoyote ambayo inakuwa kikwazo kuweza kushika ujauzito, utaweza kupona, kwa sababu hii ni package nzima kutumia mwezi mzima. Na uzuri kwamba inawezekana labda hormones zako ziko sawa, maybe hauna infection, lakini upate ule uti wa mimba kutoka labda mzunguko wako haujakaa sawa, au labda huenda kipindi cha nyuma ulisha kutumia uzazi wa mpango, maybe una sumu katika mwili wako, ndio maana unashindwa kupata uti wa mimba. So ukitumia hii package, maana yake utaweza kuona siku yako ya mimba na kupata uti wa mimba na utaweza kushika ujauzito. Package hii inapatikana kwetu sasa hivi kwa gharama ya shilingi 190,000 badala ya kulipia gharama ya shilingi 290,000. So unapata package hii kwa kulipa 190,000, and then baada hapo pia unaingizwa katika group ambapo utapata mafunzo zaidi ya kuweza kujua namna gani ya kuweza kushika ujauzito kihalisia. Hapo tutazungumzia namna kujua mzunguko wako, lakini pia tutazungumzia lishe sahihi ambayo unahitaji kutumia kwa mwanamke unataka kushika ujauzito, lakini pia utajifunza lishe sahihi ambayo unahitaji kumpa mwenza wako, na tutakufundisha pia namna gani mikao gani ambayo unaweza kuitumia wakati unapotafuta mtoto, lakini pia utaweza kujifunza ni wakati gani ukishiriki unaweza kupata mtoto wa kiume na wakati gani ukishiriki unaweza kupata mtoto wa kike, japokuwa Mwenyezi Mungu ndiye anajalia, lakini pia kisayansi imeproviwa. So unaweza kutumia, lakini mwisho wa siku ndio tunamwachia Mungu, lakini pia unaweza kujifunza njia, lakini pia unaweza kujifunza namna gani ya kuandaa mwili wako kwa ajili ya kutungisha ujauzito. So ukishalipia 190,000 unapata package yako, na pia unaingizwa katika group hiyo ambayo mara nyingi huwa tunacharge kulipia shilingi 100,000 kwa mwaka mzima, lakini utaingizwa bure bila kulipia gharama hiyo. So kama unahitaji kupata package ya uzazi ya Fertility Booster, unachotakiwa kufanya, wasiliana na mimi kupitia namba hii hapa sasa hivi. So wasiliana kama sasa hivi kabla hizi package hazijaisha, kwa sababu zimebakia package 10 na tunatarajia mwisho wa wiki hii kumaliza hizi package, na zikiisha huenda ukasubiria zaidi ya mwezi au miezi miwili mpaka package zingine zingie. So wasiliana na mimi sasa hivi upate package yako. Na kama unahitaji ushauri wa kiafya zaidi, unaweza kupiga namba hiyo hapo chini, kisha naweza kukusaidia.